Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii maalum sana katika sharika zetu hizi 5 za Njombe mjini, ambapo nilipo tafakari niwahi kuitisha semina ya viongozi wa sharika wa hapa Njombe peke yake, nayo haikufanikiwa kwa sababu kulikuwa na dharura, hatukukutana. Sasa nikaendelea kutafakari tunahitaji kukutana, na kama nilivyosema, mkuu wa jimbo nimepata neema na bahati za kualikwa kufundisha mahali pengine. Nilikuwepo Tabora mwezi wa 2, lakini pia mwezi wa 7 wameazimia sasa kukusanya, maana pale ilikuwa ni kanisa kuu pale Tabora, lakini wameazimia sasa mwezi wa 7 kukusanya sharika zote za Tabora mjini. Na mimi nikaona kumbe wenzetu wanakusanya sharika zote za Tabora mjini, kwa nini mimi nisikusanye kwanza sharika za Njombe mjini? Lakini pia na sehemu nyingine. Kwa hiyo ni vizuri kukutana, na ninajua hapa tuko kwenye sehemu mbalimbali, kada mbalimbali za viongozi. Kwanza, kada ya kwanza kabisa ya uongozi ni kwenye familia. Yaani kada ya kwanza kabisa ya uongozi ni kwenye familia. Huwezi kukwepa kabisa kwamba sio kiongozi, ni kwenye familia. Lakini mwingine alienda mbele zaidi, alisema kada ya kwanza kabisa ya uongozi ni kujiongoza mwenyewe. Hiyo ndio ya kwanza kabisa, kwamba wewe mwenyewe kiongozi na kiongoza mwenyewe. Mzee mmoja alikuwa anatembea kwenye ufuko wa bahari miaka ya zamani, halafu akatokea mfalme wa Injili, akamuuliza, wewe ni nani? Yule mzee akasema, mimi ni mfalme. Yule mfalme alishtuka kweli, akasema, kuna wafalme wangapi? Niko sisi kuna wafalme wangapi katika nchi? Akasema, mimi ni mfalme wa kwangu mwenyewe, najiongoza mwenyewe. Mfalme alifurahi kweli kwamba kumbe ninaongoza wafalme. Kwa hiyo hapo ndo mwanzo kabisa. Lakini sasa tuna vikundi mbalimbali. Kuna wengine ni viongozi wa kwaya. Viongozi wa kwaya tupunge mkono. Viongozi wa kwaya. Naona ni kundi kubwa sana la viongozi. Viongozi wa fellowship. Haya, wazee wa kanisa. Kamati mbalimbali, kuna kamati za majengo, kamati za utendaji, kamati za fedha, kamati viongozi wa kamati mbalimbali. Yaani unaweza kaa huko kwenye uzee wa kanisa na kamati, kila viongozi wa kamati, hata kama na vyeo vingi unanyosha tena. Viongozi wa kamati, wainjilisti, wachungaji. Kwa hiyo unaweza kuona sisi wote ni viongozi. Na kama nilivyosema, uongozi unaanzia tangu kwenye familia. Na nataka niseme wazi kwamba hizo nyakati sasa tunazoongoza zimebadilika. Zimebadilika sana. Halafu nazi zitazidi kubadilika. Yaani usifikiri kwamba zimeishia hapo. Zimebadilika na zitabidi kubadilika. Zimebadilika sana. Ndio maana unakuta wakati mwingine wenye umri mkubwa, wazee miaka 80, 70, yani wanashangaa sana mambo yanayofanyika leo. Yani nyakati wanagundua kabisa sio zenyewe. Na wengine kwa sababu ya kuandika na nyakati hizo imekuwa ngumu sana hata kuongoza familia. Sio rahisi kama unafikiri. Sio rahisi. Na wengine mpaka wanaogopa hata kuongoza familia. Kwa sababu wakisema wazungumze na watoto, nisikia mali fulani anasema huyo mtoto ongea naye taratibu, anaweza kuamua kujidhuru. Yani anaweza kuamua kujidhuru. Na mahali pengine ni kweli imetokea kijana binti wa form 2
ameonywa na wazazi, si usifanye nini, kaenda kujinyonga. Sasa yani unajaribu kufikiri kwamba hizi nyakati sio nyakati za kawaida, ni nyakati zilizobadilika. Na kama hatuzijui inakuwa ngumu sana kwenda nazo. Inakuwa ngumu sana. Na wakati mwingine tunaweza tukawa na ndoto ya kufikiri kwamba kesho zitabadilika kesho. Hiyo ndoto haipo. Ya kwamba kesho zitabadilika, hiyo ndoto haipo. Ukisoma kwenye kitabu cha Nabii Yeremia mlango wa 29 mstari wa 1 hadi wa 11. Kitabu cha Nabii Yeremia mlango wa 29, ndio somo nalitumia sana kwa ajili ya kuonyesha mabadiliko yasiyorudi nyuma. Mabadiliko yasiyorudi nyuma. Nabii Yeremia mlango wa 29 mstari wa 1 hadi wa 11. Nabii Yeremia mlango wa 29 mstari wa 1 hadi wa 11. Hicho kitabu ninachokisoma ni barua. Hii barua ambayo Mungu alimwagiza Yeremia aiandike kwa watu waliochukuliwa uhamishoni Babeli. Kwa sababu Yeremia alikuwa amehubiri na kutangaza juu ya nyakati zinazokuja, juu ya hukumu inayokuja kama wana wa Israeli hawatatubu. Wana wa Israeli waliona kwamba Yeremia unaongea vitu vya ajabu sana. Kusoma mlango wa 7 unakuta mpaka Yeremia anasema, ninyi mnasema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, mnatumainia maneno ya uongo. Walikuwa wanaamini kwamba ili mradi hekalu la Bwana lipo katikati yao, hata wafanye chochote wanachofanya hamna kitakachotokea. Ndicho imani yuko nayo. Kanisa wanasema, mbona kama hekalu la Bwana lipo Mungu si yupo? Yatatokeaje mabaya? Kwa hiyo Yeremia anapowaambia kwamba mtachukuliwa utumwani, wakamkamata Yeremia, wakamfunga, wakamtia kwenye birika, kwenye mlango wa 26. Wakamtia kwenye birika, wanasema, wewe unatabiri kitu gani wewe? Unatabiri kitu gani wewe? Anawaambia, lakini hata mkinifunga neno la Mungu halifungwi. Ukweli utabaki pale pale. Sasa ilipofika, tunajua historia, walichukuliwa kwenda utumwani Babeli. Walipokuwa utumwani Babeli, manabii wa uongo wakaanza tena kuambia, hili geresha tu, mbona tunarudi kesho? Mbona kesho? Ndio Mungu anasema Yeremia waandikie barua. Ndio hii barua sasa. Hii barua sasa ya Yeremia 29 mstari wa 1 hadi wa 11. Nasema hivi: maneno haya ndiyo maneno ya waraka ambao nabii Yeremia aliupeleka Yerusalemu, kutoka Yerusalemu kwa hao waliobaki wa wakuu waliochukuliwa mateka na makuhani na manabii, na kwa watu wote ambao Nebukadneza aliwachukua mateka toka Yerusalemu hata Babeli. Hapo walipokwisha kutoka Yerusalemu, Yekonia mfalme na mama yake wa mfalme na matowashi na wakuu wa Yuda na Yerusalemu na mafundi na wahunzi, na wote walichukuliwa. Wale waliokuwa wanasema hawachukuliwi wamechukuliwa. Kwa hiyo kwa mkono wa Elasa mwana wa Shafani na Gemaria mwana wa Hilkia, ambao Sedekia mfalme wa Yuda aliwatuma hata Babeli kwa Nebukadneza mfalme wa Babeli kusema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli awaambia hivi watu wote waliochukuliwa mateka niliowafanya mchukuliwe kutoka Yerusalemu mpaka Babeli: jengeni nyumba mkae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oeni wake mkazae wana na mabinti, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze waume binti zenu wazae wana na mabinti, mkaongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli anasema hivi: manabii walio kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye ninyi, wala msisikilize ndoto zenu mnazooteshwa. Kwa maana kwa jina langu utabiri maneno ya uongo kwenu,
mimi sikuwatuma, asema Bwana. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimizwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo na wazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Watu wakioa wanapata shida kuzaa. Sio kwamba ni wagumba, lakini yani ile hali ya kwamba ni mwanaume ilishushwa mpaka chini kabisa. Sasa ni lazima apate huyu anayemuoa anayeweza sasa kumpa thamani. Kwa hiyo binti anayeolewa na mtu ambaye amekataliwa, yani anakati kuja kumpa thamani, kwamba aone kwamba kumbe na mimi ni mwanaume. Tumekuwa na kesi za vijana kujua. Ya tuna moja aliwahi kuja hapa ofisini hapo. Jana maliza chuo kikuu. Kwa na mahusiano na binti, amefika binti kapata mimba. Yeye kachukua wajibu kwamba hii mimba ni kwangu, kuambia wazazi, wametunza binti. Anaposema sasa tufunge ndoa, binti anasema kwanza mtoto sio wako. Akasema sawa, hata kama sio wangu mimi nakupenda, tuoane. Anasema sitaki, ila naoana na fulani anayemfahamu, anamtajia tunamfahamu. Yule kaka chini anauliza, hivi na maana kumbe mimi sio mtu? Kama kakoroga sumu kanywa sumu kafa. Wengine wazikata mnaijua kwa sababu ni ya kwetu. Lakini kinachotokea hapo ni kwamba yani amefikiri amefika mwisho. Kwa mimi nini thamani yangu ikoje? Yani mimi sina thamani. Sasa hivyo vitu tunavyo, na inawezekana wengine tunashiriki hata kuwasaidia. Tujue kwamba tunasaidia kizazi ambacho kweli tunafaa kusaidia. Kwa sababu wakati mwingine hata sisi baada ya kuwasaidia tunawaangamiza. Sisi wenyewe viongozi, yetu tunawashauri mbaya. Kabisa. Tunawashauri mbaya baada ya kuwaongoza huko, tunawashauri mbaya. Ngine tunawashauri kwamba kama mkikataa toa mimba. Sisi tunashauri. Kama mkikataa wewe fanya hivi. Hebu usivae sana ubinadamu. Vaa zaidi jibu kutoka kwa Mungu. Yaani wewe unaleta majibu. Katika dunia hiyo kweli ni. Na katika mazingira hayo ndio maana nilisema kwamba huwezi kukwepa kuwa kiongozi, kwa sababu wenye uwezo wa kushughulikia hayo matatizo sasa hivi mahali pa kuanzia si kanisa, si shule, ni familia. Yaani mtu wa kwanza kabisa wa kusaidia tatizo hata tunazungumza ni familia. Ndio mahali pa kuanzia. Yaani huko kwingine wanatakiwa msaada. Lakini mahali pa kuanzia kutibu changamoto tulizonazo huko kwa vijana wetu ziko kwenye familia. Kwa hiyo tuna wajibu sio mdogo. Sasa sisi tukiogopa kuwasaidia, hakuna tutakayewasaidia. Anapokuja kanisani, yani kanisani inafika kwa kuchelewa sana, lakini lipo kwenye familia. Kwa hiyo viongozi, maana viongozi wote tuna nafasi kubwa sana. Sasa kwenye hili nirudi kwenye hii changamoto ya vijana. Nini kimetokea? Matokeo yake ya vijana kuonekana kwamba kuna changamoto ya ufanisi, ya uaminifu, na matokeo yake sehemu nyingi wameendelea kuomba wazee. Yaani nafasi nyingi wameendelea kuomba wazee. Nafasi nyingi. Sasa nimekutana na profesa mmoja na miaka 75. Kuna naye Dar es Salaam, bado anafundisha vyuo vitatu vinne. Nauliza kwa nini? Anasema vijana hawako tayari. Alikuwa idara ya ardhi. Akasema vijana wanakimbia kule kwenye hela kupima viwanja na kutapeli, lakini huku chuoni hawataki. Kwa miaka 75 bado anafundisha. Lakini nyingine vijana wachache ambao sasa wanakuwa wamejitambua, wanang'ang'aniwa kweli. Yaani unakuta kijana mmoja anatafutwa na mahali karibu 10. Wote wanataka nini? Kwa sababu ameonekana kwamba ipo. Ameonekana. Kwa sisi kazi yetu kama viongozi ni kuwatambulisha vijana wazuri waliopo.
msiwafungie, mwatambulishe, muwawezeshe waweze kuonekana kwamba vijana pafanye. Lakini na vijana wenyewe msijifungie, jitokeze, jitolee, fanya hivi, yaani onekana unafanya kazi. Mwingine unaona ameamua kwenda hata kufanya usafi tu kanisani, aonekane. Kwa hiyo wachache wanang'ang'aniwa sana. Sasa kwenye hilo tatizo ambalo yule balozi amesema la 2039, anasema kwa hiyo kutakuwa kwa sababu ya wingi wa watu kutakuwa na shida ya ajira, lakini sio shida ya kazi. Kazi zipo nyingi. Mimi mtu akija anasema yani nimemaliza chuo, nimekaa nyumbani, sina kitu cha kufanya, yani kwanza serikali imenipotezea muda wangu, imenipotezea fedha zangu, yani huwa nashindwa kumuelewa. Kwa sababu gani? Hamna serikali duniani inaweza kuajiri watu wote. Hiyo haipo. Wamejitahidi wenzetu wa Ulaya hawajawaajiri ila wanawalipa posho. Sisi hatujafika huko. Lakini hamna serikali inaweza kuajiri watu wote. Lakini upande wa pili, serikali iseme sasa tunasomesha hawa tu, wengine wasisome kwa sababu hamna nafasi za ajira. Kufanya namna hiyo tutakuwa na taifa la wajinga. Sasa serikali imekupa elimu. Mzazi sio kaza kusema kwamba nimepoteza hela yangu ya kusomesha mtoto. Au unakuwa hujaelewa ulichokifanya. Wewe amesoma, haijalisha kusoma nini. Elimu imsaidie sasa kuweza kupambana na mazingira. Elimu imsaidie. Yanaweza kuona hapa naweza kufanya nini. Kwa sababu ajira ilikuwa inazipo, lakini kazi zipo nyingi. Siku moja nilienda, ilikuwa ushauri fulani kule Mbalali. Mtoka kijana mmoja wa kike kule Dar es Salaam, amefika kule Mbalali kawamuona mwinjilisti. Anasema yani mimi siona kitu cha kufanya, yani hapa mimi si. Akamwambia wewe, mbona hapa kijijini anayepika kande ni mmoja tu? Kwa nini usitupikie kande? Kaanza kupika kande. Ameshajenga nyumba ya kwanza, ameshajenga ya pili. Sasa wewe ukaenda kupika kande ukafikiri nisema kwamba ndio yenyewe hela. Yaani wote hapo mnaweza mkatoka kwenda kupika kande. Huo ni mfano, yani mtu aliyekuwa kijijini ni mfano. Lakini yeye alikuwa ameshasema sioni chochote. Sasa ashukuriwe kwamba mwinjilisti alikuwa ni mmoja wa wateja wa kande, halafu zikawa chache. Kwa hiyo akamwambia si hapa tunang'ang'aniana kwa mtu mmoja tu kande. Lakini inawezekana vipo vitu vingi ambavyo mtu anaweza kuviona. Vipo vingi sana inaweza kufanyika. Vingi sana. Yaani usifikiri kwamba ni vichache, vingi sana. Na katika mfano katika wingi huu wa watu, hujagundua tu kwamba hao watu wanaokuja ni akina nani na wanataka nini. Mbona hata vyumba vya kupangisha si vimeshapanda bei? Naam? Si vimeshapanda? Vimeshapanda. Mtu mmoja alikuwa ananiambia chumba chake cha ukingi alikuwa anapangisha 15,000, sasa hivi anapangisha 70 chenye choo. Sasa inategemea. Alikuwa anasema yeye. Lakini fursa zipo nyingi. Sasa yeye anaposema kwamba ifikapo wakati kutakuwa na shida ya ajira, kutakuwa na shida ya ajira, lakini sio kazi. Halafu anasema kutakuwa na shida ya uhaba wa chakula, watu watakuwa wengi. Sasa mtu wa mkoa wa Njombe naona kubali kwamba kutakuwa na shida ya chakula. Naam? Sasa kama dunia itakuwa na shida ya chakula, maana yake kwako ni nini? Ni fursa. Maana chakula hakitatosheleza. Zamani tulikuwa tunahangaika, tuna chakula hatuna kwa kuuza. Hata kama safari wa Kenya wametupiku viazi, tumetangulia kutoa wao. Si kweli? Naam? Mimi sio mkulima wa viazi jamani. Mimi huwa nasikiliza. Wametupiku kutoa viazi, lakini na sisi vitatoka tu. Ukiona vimeshindikana, lisha nguruwe. Halafu uza nyama ya nguruwe. Kwanza nyama ya nguruwe wanasema ndio nyama nilikuwa nasoma juzi, nishangaa wanasema ndio nyama tamu kuliko zote duniani. Halafu wanasema ndio yenye virutubisho kuliko zote duniani. Ndio nishangaa utafiti kama ni wa kweli. Utafiti huo kama ni wa kweli, ila utamu hata mimi nimethibitisha kwamba ni tamu.
ila kwamba ina virutubisho gani hapo sijui. Lakini wanasema pia kutakuwa na shida ya makazi. Sasa shida ya makazi si fursa. Kwa hiyo sasa wanauliza, je, tunawaandaa hawa vijana wetu kufanya mambo kidijitali, kufanya biashara kidijitali? Sasa sisi vijana wetu wengi, hata watu wengi, ukiona ameshika simu anachaji. Mbona ameshika simu anachaji? Lakini simu hii inatakiwa ikuingizie fedha. Inatakiwa ikupe elimu. Kwa sababu unataka kufanya chochote unaingia kwenye mtandao. Kazi yako ni kusema hiki kweli au sio kweli. Lakini inatakiwa ikupe mafanikio. Lakini mara nyingi unakuta sisi kujati. Alafu na kuangalia mambo yasiyofaa ndio unakuta tatizo liko. Lakini wenzetu wanasema inatakiwa tuingie kufanya mambo kidijitali. Wengine huwa nawaona hata mndani hapo unakuta wanatangaza biashara zao. Ndio wanaziangalia sana. Kama wanatangaza biashara zao, kumbe anauza hiki, anauza hiki. Unakuta ameweka kwenye status yake anauza hiki. Na kweli watu wanafuatilia. Mimi mmoja kuweka siku moja tu niweka vitabu hivi. Vitabu yangu. Yaani siku moja masaa 24 niliyoweka nimepata wanunuzi mpaka Mwanza, mpaka wapi, kasema kumbe naweza nikafanya biashara kwa kutumia mtandao. Nimepata wengi. Wananiambia mbona hata bwana wa Ebeneza TV kutoka Kigura amekuja kwa sababu aliona vitabu hivi kwenye mtandao. Halafu nikamwambia, akasema tuweke kwenye mtandao. Nikamwambia nitakifundishia tarehe 12. Basi kama unafundisha tarehe 12 nakuja na mimi kuchukua unapofundisha. Na mimi kuchukua unapofundisha. Ndio unaona TV online ya ushirika, lakini nyingine Ebeneza TV. Eneza. Anayepiga picha ni Ebeneza, lakini TV inaitwa Eneza, ipo Kidugala ya mchungaji Kikoti, yuko Kidugala seminari pale. Naye aliona kwenye mtandao. Kwa hiyo inawezekana. Sasa kutokana na hayo yote, kibebeo chake ni dini. Kibebeo chake ili tuweze kutoka huko. Tuna vibebeo viwili ya kupambana na haya mambo. Vipo viwili. Cha kwanza ni nguvu ya kujitambua. Kwamba sisi na hao tunaowazungumza tuweze kufikia kwenye nguvu ya kujitambua. Na jambo la kujitambua wanasema ni la muhimu na lazima ili upate mafanikio yoyote. Yaani ni muhimu na lazima. Alafu pia kujitambua ndio elimu ya juu na ufahamu wa juu kuliko elimu zote. Kujitambua. Yaani unaweza ukawa una elimu kubwa mpaka umefika shahada ya udaktari kama mimi, kama hujitambua hujaenda shule yoyote. Kama hujitambua. Kuna profesa mmoja aliwahi kunisimulia, mwalimu wangu mmoja zamani miaka 83 alisimulia kwa mwalimu wangu mmoja. Anasema kuna profesa mmoja wakati fulani alikuwa akitoka tu chuoni anaenda zake baa. Anaenda na gari, akifika kule anakunywa. Ikifikia saa ya kurudi nyumbani, marafiki zake wanagundua kwamba huyu hawezi kuendesha gari. Akiendesha gari huyu atapata ajali. Wanaamua kumrudisha. Na magari yao wanamrudisha nyumbani. Halafu asubuhi akiamka anakuta ana funguo za gari. Anaanza kusema, anaangalia nje sehemu ya parking, anasema gari limeibiwa. Halafu mkeo anamwambia, mbona ukurudi na gari? Yaani kumbe sikurudi na gari. Yaani anaanza kutafuta gari mfukoni wakati aliliacha kwenye baa. Sasa siku moja yule mama akamuona daktari wake, nisaidie huyu mzee. Kama kuna dawa yote akijua kwamba atapoteza hamu ya kunywa pombe nitashukuru. Hajitambui kabisa yeye. Anasema sasa akirudi tu niite. Wakimrudisha hajitambui niite.
Basi siku moja amerudishwa ajitambui, akamwambia daktari, kaja akamchukua na gari yake, kaondoka naye huyo moja kwa moja akampeleka mochwari. Ile baridi ya kule mochwari ikafanya pombe zikaisha. Zilipoisha akajigundua kwamba kumbe niko mahali sio kwenyewe. Kapiga kelele, katoka, na mlinzi naye kakimbia. Yani inakuaje mtu ametoka mochwari? Na yeye kakimbia moja kwa moja mpaka nyumbani kwa mke wake. Alichofika nyumbani ni kusema, mke wangu, sitakunywa tena. Nini? Anasema, unajua nilikunywa jana mpaka nimekufa. Mpaka kesho hadi. Na ilitunzwa siri hivyo. Yaani hivi kweli mpaka uende mochwari ndio uanze kujitambua jamani? Mpaka upelekwe mochwari. Sasa ndio maana anasema kujitambua ndio elimu ya juu kuliko zote. Elimu ya juu kuliko zote. Na Wabena wana msemo mmoja hivi. Utasikia wanasema, huyo mkomi chinjayo, mkubwa nyayo. Manake nini? Manake umri wake na mambo anayofanya havilingani. Mkomi chinjayo, mkubwa nyayo. Manake hajitambui. Halafu akiwa anajitambua umri wake mdogo, umwana yula mdebe kumviri. Mdebe kumviri. Uluhala aluche na babina. Yaani wanajaribu kumshangaa kuona kwamba huyu kweli ana kamwili kadogo, lakini mambo yake anaonyesha kwamba anajitambua. Anaonyesha kwamba anajitambua, kwamba huyu ameshafika mahali pa kujitambua. Na sasa kujitambua kwa kawaida kunaanzia na swali la kupata ufahamu wa kweli kuhusu wewe. Kuhusu wewe. Ufahamu wa kweli kuhusu wewe. Ndio wewe unajitambua, yani ufikie mahali pa kujiuliza, hivi mimi ni nani? Mimi ni nani? Hivi kwanza mtu akikuuliza wewe ni nani, utasema wewe ni nani? Utaishia kusema mimi naitwa George Filawangu. Au utasema mimi ni George Filawangu lakini ni askofu. Umeshapo. Mimi ni nani? Yaani lazima ujitambue kabisa. Uwe na ukweli juu yako. Kwa sababu kuna wengine wanajidanganya. Yaani anavyojitambulisha na anavyojionyesha mbele za watu sivyo alivyo. Maana kuna watu huwa anajionyesha kwamba yeye ni tajiri kweli. Kumbe wala sio. Lakini ndivyo wanavyodanganya watu. Halafu kuna mtu mwingine alikuwa anafikiri kwamba mimi ninaweza kugombea nikawa kiongozi wa viongozi huko. Halafu anajiona kabisa anaweza, lakini watu wanaona hawezi. Sasa siku ya kura za maoni, sio kura za maoni, alipata kura moja. Lakini mke wake alikuwepo na vijana wawili wa kiume wa kwake mwenyewe walikuwepo. Aliporudi nyumbani anasema, asiwale jamani wezi. Wale jamani wezi wameniibia kura zote ya mke wangu na ya watoto. Yaani wameniachia yangu tu. Mke wake akasema, mia kwangu haijaibiwa. Hebu jadili hapo. Yaani kama ya kwake haijaibiwa maana hajakupigia kura. Vijana wale wawili wa kiume wakasema, na mwingine akasema hata mimi ya kwangu haijaibiwa. Na mwingine hata mimi ya kwangu haijaibiwa. Hebu jadili familia. Akajitosa mmoja akasema, hivi baba, kama kweli watu ambao hawakufahamu kule wameshindwa kukupa kura, sasa sisi tungeanzaje kukupa kura? Yaani tungesema tunampa kura kwa sababu ni baba? Wakasema hapana. Mwingine akaenda mbali zaidi, yaani kama kweli umeshindwa
kuwajibika hapa nyumbani hapa. Yaani kweli tukupe tena ukawajibike kuwa mwenyekiti kule. Walimsaidia sana. Hivi yani ndivyo mnavyoniona. Yaani akabida jiulize, yaani hivi ndivyo na watu ndivyo wanavyoniona. Ndivyo wanakuona kwamba huwezi kuongoza. Lakini yeye alikuwa anajiona kwamba anaweza. Lakini hakuwa mkweli wake. Kwa hiyo una uwezo kusema mimi ni nani? Unaweza kusema mimi ni nani? Maana unajua udhaifu wako, unajua na una nguvu gani. Kwamba mwenzenu hili naweza, lakini hili hapana. Sasa kuna mwingine asiyejitambua, yani yeye kila kitu anasema anaweza. Hata asichoweza anasema anaweza. Ni vizuri kweli kujitolea, lakini wewe unajua mwenzenu hili hapana. Hili naweza, hili siwezi. Hata mimi hata katika kufundisha, sisi wote ni wachungaji, lakini huwezi kufundisha kila kitu. Huwezi. Mimi kuna masomo mengine mtu akinialika akisema uje utufundishie hili, huwa nawajibu hilo sina upako nao. Hilo sina upako nao. Labda mchukueni fulani atawafundishia vizuri. Atawafundishia vizuri kwa sababu najua kabisa hili siwezi. Hili naweza. Hata nilipokuwa nafundisha pale chuo kikuu Magomeni, kuna mada nyingine nilikuwa nasema hii nitawaleteni fulani atakuja atawafundisha. Mimi hii hapana. Hapo akifundisha na mimi nakaa huko nasikia. Sasa mwingine akionyesha kwamba hiki hawezi, anasema watanidharau. Nitakomaa hivi. Unakomaa alafu ndo unaharibu. Watu wanaojua wanakuheshimu kwa sababu kumbe unaweza kujua. Kwa hiyo unaanza kwa kujitambua, kwa kujiuliza mimi ni nani. Lakini swali la pili, hivi watu wanasema mimi ni nani? Ndio hivi watu wananionaje? Watu wanasema mimi ni nani? Lakini swali la tatu, na Mungu anasema wewe ni nani? Hivi kweli Mungu anakutambua kwamba wewe ni fulani? Mimi ni mtumishi wake, mimi ni mzee wake wa kanisa, mimi ni kiongozi wake wa fellowship, mimi ni mchungaji wake, mimi ni mwinjilisti wake, mimi ni askofu wake, mimi si nani? Mungu anatambua. Mungu anasema nani? Sababu na hilo shetani anakujua. Shetani anakujua kwamba kuna adui yangu mmoja pale katika wale wazee wa kanisa, naye ni udhi sana ni fulani. Mungu shetani anakujua. Kwa sababu shetani huwa anajua. Na kipimo kimoja wapo ambacho anasema mara nyingi, vita. Shetani anapiga vita sana. Mtu anajua kwamba ana shida kwake. Vita, anakujulia vita. Yaani ndio vita sio kwenye ukuta, hata kwenye maisha. Tumesema mara nyingi nikiongea na vijana kwamba kijana wa Yesu anaoa kwa taabu na anaolewa kwa taabu. Kijana wa Yesu. Yaani ni kwa maombi, sio kazi nyepesi. Sio kazi nyepesi kwa kijana wa Yesu. Kwa sababu shetani anajua kusudi la Mungu lilopo kwako. Kwa atapigana vita. Lakini wewe mwenyewe shetani akijua ulichokibeba ni kwa utukufu wa Mungu, vita lazima atakupiga. Na usipojua ni rahisi sana kukitupa ulichokishika. Ngoja nilisema hapa Biblia. Nilisema niliona mahali fulani wamechora mtoto mmoja amechukua jogoo, alafu anakimbia, alafu na mbwa mwitu anamkimbiza. Alafu akasema usalama huyu mtoto atupe jogoo. Usalama hii mtoto atupe jogoo. Kwa usalama wa mtu wa Mungu, maana yake shetani anataka kusema ili uwe salama tupa ulichobeba. Ndio utakubali kutupa ulichobeba. Utakubali kutupa ulichobeba. Yaani mimi kwamba napigwa vita kwa sababu ya utumishi nilionao. Vita zinainuka. Kwa hiyo ili niwe huru nitupe utumishi. Sasa ukitupa utumishi, manake huhitaji tena ulinzi. Mungu sasa linda ulichokibeba. Sasa umekitupa atakulinda walini. Na shetani akipigana anapigana na wewe kwa sababu ni adui, wewe ni adui yake. Yaani wewe ndio unafanya kwaya isimame. Wewe ndio unafanya fellowship isimame. Kwa nini asikupige kitu?
Kwa sababu ipo wazi, tutapiga mchungaji ili kondoo watawanyike. Tutapiga mchungaji ili kondoo watawanyike. Unaposema mchungaji anaweza kuwa kwenye familia. Wewe unafanya ukoo wako unasimama. Alafu unapopigwa vita unasema yani kwanza mimi nimewasaidia sana, alafu wamenigeuka, nimewasomeshia watoto wao, alafu wananidharau. Kwa hiyo unaacha sisi. Naam. Sio unakupiga vita, wewe unaacha. Wengi watu wanajaribiwa kuacha. Lakini unajaribiwa kuacha wakati ambapo kumbe ulikuwa unafanya kusudi la Mungu. Sasa shetani ameamua kukupiga ili uweze kuacha. Kwa hiyo Mungu anasema wewe ni nani? Sasa mbinu za kujitambua. Mbinu zipo nyingi, na tutaja chache. Mbinu za kujitambua. Kwanza linganisha nafasi yako au umri wako, kwa sababu kuna nafasi, kuna umri. Linganisha nafasi yako au umri wako na mambo unayofanya na mambo na jinsi unavyofikiri. Yaani linganisha tu umri wako. Linganisha. Yaani kwenye umri unaweza kuuliza kijana wa miaka 15 na wa miaka 30 wanafikiri na kufanya sawa. Naam. Kijana mwenye miaka 15 na 25 wanafanya sawa. Mwenye miaka 20 na msihama wa miaka 50 wanafanya sawa. Hawapo sawa. Lakini kuna wengine wana miaka 60, mambo wanaofanya ni ya kijana anayebaleka. Wapo kabisa, wapo. Na wengine mimi nimeshawahi kukutana nao. Ana miaka 60 lakini ndio anabaleka. Yaani tabia zote za kijana ndio anayebaleka. Yaani umri wake na mambo anayofanya hayaendani. Ndio maana utasikia zima lakini ovyo. Zima lakini ovyo. Nini? Kwa sababu yani hajitambui. Mambo anayofanya yani hayaelekei kabisa. Kwa kila unapofanya chochote bila kujitambua unajiuliza kwamba hivi ninayofanya haya kweli yanalingana na umri wangu. Lakini pia yanalingana na nafasi yangu kama mwalimu, kama mzee wa kanisa, kama kiongozi wa kwaya. Yanalingana kweli na ninayofanya. Yanalingana. Siku moja mwezi wa 11 nilikuwa Malawi. Askofu wa Afrika Kusini alituchekesha sana. Anasema si bado wanaishi kwenye nchi ambayo kuna viashiria vya ubaguzi na nini. Sasa anasema yeye huwa anatembea na fimbo kwenye gari yake. Anasema huwa anatembea na fimbo. Sasa siku moja mbele yake alisikia kuna mama mmoja wa kizungu alikuwa anaendesha gari anawazuia. Anasema mimi kasirika. Nikamwambia dereva simama. Kaenda shika simama mbele ya yule mama kanaweka mdogo. Anasema kachukua fimbo. Anapochukua fimbo hivi kwenye site mirror hivi akajiona kwenye site mirror. Sasa alipojiona kwenye site mirror kaudisha fimbo. Aliporudisha fimbo yule dema anamuuliza kwani anasema hiki kioo kimenipa matatizo. Kioo gani? Nimeona kumbe nilivaa msalaba. Yaani wewe mpaka kioo kikukumbushe kwamba wewe ni nani? Yaani anakiri wazi kwamba alishahama. Yaani hasira ilishamhamisha. Adamu wa kale alikuja akawa juu kabisa. Hapo baada ya kutoka kumbe ni askofu. Anasema nikarudisha fimbo. Anasema kioo kimenisaidia. Sasa mpaka kusaidia na kioo jamani, mpaka jiangalie kwenye kioo ujue wewe ni nani. Unasema kuwa na kioo cha ndani. Kioo cha ndani cha kuonyesha kwamba hivi ninachofanya mkoje. Hivi mimi hapa nafanya kweli kama mama, kama baba, kama kiongozi ninayofanya yanalingana. Kama yalingana bado nimtambua. Kabisa bado nimtambua. Ninafanya hapa ninafanya kama mzee wa kanisa.
kama sio kanisa, kama hayalingani bado nilitambua. Kwa sababu kuna vijana wengine waliwahi kunishangaza. Kijana mmoja nilimwandika tu kwenye kitabu, kijana mmoja mwaka 2010 mwezi wa 11, siku ya mahafali ya kidato cha 4 pale Morogoro nikiwa Burundi. Kijana mmoja ameweza form 4 akaja kuniaga, tukutana uwanjani, akasema mimi ninaomba nikuage kwa sababu sitarudi form 5. Nilishtuka na nikisubiri. Ndio swali la kwanza, akasema hamna, nitapata division 1. Hupendi shule? Akasema hapana, naipenda sana. Ikabidi nikae chini, kwa nini hurudi? Anasema hapa shuleni ada milioni 1.8. Nilikuwa peke yangu nasoma. Sasa mdogo wangu amemaliza darasa 7 anaanza form 1. Wazazi wangu hawataweza kunilipia mimi ada hapa na kumlipia mdogo wangu. Mdogo wangu atasoma. Kwa hiyo nimeamua naenda shule ya kata ili tugawane ada ile niliyokuwa nalipiwa mimi hapa, ndio itatutosha kusoma wote. Nikasema una uhakika utafaulu? Anasema kufaulu mbona ni maamuzi yangu, hata nikisoma chini ya mtu nafaulu. Anasema nani nitapata division 1? Nani nitapata division 1? Yaani nikasema mbona anazungumza mambo makubwa kuliko umri wake? Mbona anawazidi hata nani, yani hata nani anawazidi? Yani hata nani wale nao waongoza mimi mbona anawazidi? Mbona anawazidi hata watu wengine? Na kweli alikuja kuwasiliana na mimi, sasa sisi tuna mawasiliano naye hata kama nakumbuka jina. Alikuja kuwasiliana na mimi akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, anachukua degree ya mambo ya petroli. Anasema nishapata division 1, sasa hivi nafanya degree. Sasa huyu kujitambua kwake niliona kuko juu ya umri wake. Akasema tukipata watu namna hii, watu wa namna hii, dunia isingekuwa shida. Watu wanaweza kufikiri, yani na kutengeneza jibu kwa wazazi hata kabla wazazi hawajasema. Kabla hata wazazi hawajasema tutafanyaje, yeye ameshatafuta jibu kwamba tunaweza kwenda wote shuleni na mdogo wangu atasoma na mimi nitasoma, halafu wote tutakuwa tumekwenda. Linganisha umri wako. Lakini kingine, jambo la pili, jaribu kutafuta upekee ulionao. Tafuta upekee ulionao. Yaani jiulize, hivi mimi nina upekee gani? Nina kitu gani cha pekee? Nina kitu gani cha pekee ambacho kinaweza kikawa tofauti na wengine? Sio ili ujivune, ili uwekeze nguvu kule. Upekee ulionao. Upekee wa mkwe wangu Mchungaji Mwafuti ni kutembelea watu. Mimi siwezi. Yaani lazima nikubaliane kwamba yeye ni upekee wake. Anawajua wagonjwa wote wa mjini. Wangapi hawamjui Mzee Mwafuti? Wangapi wanafahamu Mzee Mwafuti? Wangapi tumeshafika nyumbani kwao? Unaona si wawili tu. Mimi sijasema yeye. Mimi wangapi tumefika kwao? Hamna. Unaona? Yaani yeye ni upekee wake. Wachache mchungaji atakayefika kwao. Yaani ni upekee. Ni upekee wake. Yaani mtu anajua upekee alionao. Kwa jaribu kujua upekee ulionao. Ujua upekee ulionao. Na kama sio kujua tu, utengeneze. Unajua kwa mfano katika dunia hii ambayo tunasema uadilifu na uaminifu hamna. Unaona kubali kwamba na wewe si mwadilifu. Yaani tukisema dunia hii watu waaminifu hamna, na wewe huko. Na wewe huko. Kwa hiyo lazima uamue ukweli. Uamue ukweli kwamba nitafanya hivi kwa uaminifu. Nitafanya kwa uaminifu. Ni kuamua, sio kwamba nitafanya kwa uaminifu. Siku moja nilikuwa nimetumwa kwa Dar es Salaam, kwa nimetumwa kununua vitu na watu fulani.
bei waliokuwa wametaja wakati nawaambia na nienda kulipa zikawa tofauti. Yule muuzaji ananiuliza niandike shilingi ngapi kwenye risiti? Makibei aliyoniambia sasa amepunguza, afu ananiuliza niandike shilingi ngapi? Yaani wewe ungesema andike shilingi ngapi? Naam? Wewe ungesema andike shilingi ngapi? Naam? Mlio kubaliana. Tuliokubaliana kwanza. Unaisikia? Eti andike tuliokubaliana kwanza. Ni bei anayouzia sasa au ambayo alikuwa amesema mara ya kwanza? Ni tukiandika tuliokubaliana mara ya kwanza maana yake nini? Sinabaki na hela. Kwa hiyo ni vema kuandika ili ubaki na hela. Lakini watu ndio wanaofanya. Ndio wanafanya. Yule muuzaji alikuwa Muhindi, nikasema andika ninayokulipa. Akasema kumbe akina Nyerere bado wapo. Yaani alishangaa, amesema kumbe akina Nyerere bado wapo. Alafu nilipoenda kuwapelekea ule mzigo watu niliowapelekea na change zao kwamba walipunguza kwa sababu kumbe akina nani bado wapo, sitataja sema ni nani bado wapo. Kumbe akina nani bado wapo, nikamwambia wapo. Yaani wewe mwenyewe ukubali kwamba upo. Wakitafuta watu waaminifu useme upo. Useme upo. Lakini kwa kweli tulio wengi tunafuata dunia inapokwenda. Tunafuata dunia inapokwenda badala ya kufuata ukweli wa dhamiri yako. Ni kiasi gani unajitambua na unatengeneza upekee wako. Lakini pia kutambua upekee unaweza kukusaidia kutoka kwenye changamoto. Kuna mtu mmoja mwanzilishi wa migahawa inaitwa KFC. Migahawa ambayo ipo duniani inafuatana tu na yakina McDonald's. Sasa huyu bwana akiwa kijana, akiwa na miaka 18, 19, 20, alijaribu karibu kila kazi alishindwa. Mwisho akiwa na miaka 20 alienda akajishikiza kwenye mgahawa mmoja kama mpishi. Alipika kwa muda wa miaka ilikuwa miaka 20 alifika miaka 25, miaka 40. Amepika kwa miaka 40 mpaka anapostaafu. Sasa alipostaafu serikali ilimlipa mafao kidogo sana. Akataka kujiua. Lakini kwa sababu tangu mwanzo hakuwa mtu wa kufanikiwa, hata kujiua hakufanikiwa. Aliposhindwa kujiua akakaa chini. Akaanza kujiuliza hivi nimeshafanya nini katika dunia hii? Akaja kugundua kwamba kuna vitu vingi hajafanya. Swali lilomuokoa alisema ni kitu gani naweza kufanya vizuri kuliko wengine? Akasema kupika. Nimepika miaka 40 kupika. Yaani amestaafu ndo anagundua kwamba anajua kupika. Basi akakaa chini. Kile kiwango kidogo cha fedha alizopata akaenda akanunua kuku. Akanunua viungo vya kuchanganyia kwenye ule kuku. Kachinja wale kuku, kachanganya viungo, mchanganyo mzuri, kawaoka, kawatengeneza, kaanza kugonga kwenye milango kwa majirani. Jamani, na kuku ni matengeneza wazuri. Wakaonja wakakuta kuku mzuri kweli. Wakamwambia tunaomba ufungue mgahawa. Ndio unaitwa Ketwick Fried Chicken, KFC. Kwa hiyo watu wakaanza kula pale. Walipoanza kula akaanza kuongeza na miji mingine. Mpaka anakufa akiwa na miaka 90 alikuwa bilionea. Na hivi tunavyozungumza hata ukienda Dar es Salaam utaikuta migahawa ya KFC. Na ile siri ya mchanganyo miaka yote itapo miaka ya 55 hawajawahi kutoa siri kwa mtu yote. Wanachangania kule ndani, wewe wanakupa tu uoga. Yao tunza ile siri ili usije ukapata ladha ya hiyo kuku yona. Lakini kicho muokoa ni kujua
hivi ni kitu gani ninaweza kufanya? Nina nini mkononi? Kagundua kwamba nina upishi. Sasa mwingine angeweza kujidharau kabisa, akasema kwanza sina kitu. Kwa hiyo huo ni upekee. Lakini jambo lingine, tafuta kuzijua changamoto. Tafuta kuzijua changamoto ulizo nazo, ili uweze kuzitatua au kuzitawala. Kuzitatua au kuzitawala. Unajua kuna watu wengine wanaishi alafu hata hajui changamoto ulizo nazo. Hajui. Zijue changamoto ulizo nazo. Ukiweza zitatue au zitawale. Zitatue au zitawale. Usipojua changamoto ulizo nazo, itakuwa ngumu sana. Usipojua changamoto ulizo nazo, usipojua na namna ya kuzitawala, itakuwa ngumu sana. Zitakuvunja. Kwa sababu changamoto usipoitawala inakumaliza. Lakini ukitawala itakupeleka kiwango kingine. Huwa napenda kutoa mfano wa kwangu mwenyewe. Na huwa ninaupenda kweli kwa sababu umenifanya kujitambua, umenifanya niwe hivi hivi. Wakati mimi naenda sekondari, nilienda nikijua kabisa kwamba ni mtoto yatima. Sina baba ila nina mama. Na huyu mama hawezi hata kunipa nauli ya kwenda shuleni wala ada. Kwa hiyo nimekwenda shuleni, kaka ananitumia, naishi Mbeya, anatuma ada shuleni, nalipa ada shuleni. Nauli zenyewe nimepita hapa, dadangu wa familia sio ametafuta wapi, nauli nimeenda. Kifika kule sina hela ya matumizi. Sina hela ya matumizi. Sasa chakula shuleni kipo, chai ipo, kwa nini hangaike? Sasa ikifika saa 4 saa ya chai, wanauza maandazi pale dirishani, tena bwalo la shule. Maandazi na kwa mpishi mmoja alikuwa anauza maandazi, anauza chapati. Wenye hela wanaenda wanachukua chai, wanachukua maandazi, wanachukua chapati. Sasa ikabidi sisi ambao hatuna hela tutengeneze mfumo. Tukasema tuna allergy. Yaani na allergy ya maandazi na allergy ya chapati. Kwa hiyo hata ukinipa si. Kwa sababu ukinipa huwezi kunipa kila siku. Maana kama utanipa kila siku, manake huyo mzazi anayekupa hiyo pocket money ya maandazi atakuwa analisha watoto wawili. Yaani na mimi atakuwa ananilisha. Kwa hiyo nina allergy. Kwa mimi dasi wa Mbewa Sandakila. Mtoto mwanangu wa mwalimu, lakini hawezi kumpa hivyo vyote. Akasema bwana, sisi tunakomaa hapa, tuna allergy. Kwa hiyo tukichukua chai wenye allergy tunaenda kwenye mti, tunakunywa chapchapu, tunarudi darasani. Umefanya nini? Umetawala tatizo. Kafusoma form 1. Alafu kingine nikawa na changamoto kiatu. Bahati nzuri katokea mtoto mmoja wa tajiri. Akasema baba ameninunulia kiatu cha mpindi wa ngozi hiki. Yaani anataka nivae form 1 mpaka 6. Mimi sijajua. Unakihitaji? Nikamwambia nakihitaji sana. Nikanunua kwa shilingi 200. Kile kiatu ningetaka kukitunza hata leo kingekuwepo, lakini kwa sababu za kimazingira kilitakiwa kuondoka. Nikasomea form 1 mpaka form 6. Kile kiatu mtoto wangu wa kwanza pili wamekiona nikiwa nafundisha kitu gani. Nikawa na hiki kiatu nimesomea form 1 mpaka form 6. Kaulizwa na mke wangu, unataka na wao wasomee kiatu form 1 mpaka form 6? Ikabidi nikitupe ili nisiendelee kukionyesha. Lakini leo nasema nitakuwa nikiache tu kama ushuhuda. Lakini ilikuwa ni kutawala. Unatawala tatizo. Hujalitatua moja kwa moja, kile umetawala. Na nikaweza kumaliza form 6 nikijua na tatizo gani. Nipo form 5. Shati nililosomea form 5 na 6 nilipewa na rafiki yangu. Kaputula ndio maliza na elfu nilipewa na rafiki yangu.
Karibu namaliza shule ilichanika nikaweka kiraka. Nimepiga picha mpaka leo, lakini nilipata division 1. Nilipata division 1. Kaondoka nikaenda chuoni, nenda chuoni Makumira, nenda kusoma kule. Sasa ikawa sio wazazi, kuna tundu ana chuo nikwenda, lakini nilipofika wakati wa kuoa napo ikawa changamoto. Hiyo nitaisimulia baadaye. Hiyo nitaisimulia baadaye. Mkiomba hiyo naomba usimulie usabahi. Kwa hiyo ukiweza kuzitambua changamoto na kuzitawala, unavuka. Sasa tulio wengi changamoto zinatumaliza kwa sababu hujui. Lakini pia njia nyingine, ukubali kuanza kwa upya. Ukiona umekosea, kubali kuanza kwa upya. Ukubali kwa kitu umekosea, kubali kuanza kwa upya. Zipo mbinu kama 10, nimezungumzia 5. Nyingine utamalizia kusoma kwenye kitabu hiki ukitaka kuzimalizia, hadi kipo na nitauza baadaye. Kibebeo cha pili, maana alikuwa anazungumza vibebeo vya kubeba zile changamoto zote alikuwa anazungumza. Kibebeo cha pili ni nguvu ya kufikiri. Kibebeo cha pili ni nguvu ya kufikiri. Kibebeo cha pili. Nakumbuka nimesema kuna changamoto hiyo ya watu kutoa nafasi ya kufikiri. Sasa kibebeo cha pili ni nguvu ya kufikiri. Kwenye Mithali mlango wa 23 mstari wa 7a. Mithali 23:7a. Afikirivyo mtu ndivyo alivyo. Afikirivyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Mithali 23:7a. Yaani jinsi unavyofikiri ndivyo hivyo. Yaani unapojiona hivi ni matokeo ya kufikiri. Hata unapojiona hivi ni matokeo ya kufikiri. Kile unachofikiri ndivyo unafanya huko. Hata jengo hili tunaliona ni matokeo ya mtu aliyefikiri. Kuna watu wawili walifikiri. Kuna mtu aliyefikiri kwamba nataka kanisa liwe hivi, lakini kuna mchoraji aliyepewa kuchora ndio ikawa hivi. Ni matokeo ya kufikiri. Kwa vitu vingi unavyoviona ni matokeo ya kufikiri, na vinaumbika kutoka ndani. Kwa hiyo fikra zinatufanya sasa kama viongozi tusipojikomboa kifikra, yani ni ngumu sana tusipojikomboa kifikra. Sasa dalili za mtu ambaye hajakombolewa kwenye fikra, dalili za watu ambao hawajakombolewa kwenye fikra, dalili zipo nyingi, nataja chache. Dalili mojawapo ni kulalamika. Yaani kila kitu analalamika. Ukiona mtu analalamika kila kitu, umpe chakula analalamika, ukimnyima analalamika, ukimsalimia analalamika, usimsalimia analalamika, akiambiwa chochote, serikali ikisema hivi analalamika, kanisa likisema analalamika, familia ikisema analalamika. Yaani yeye ni kulalamika. Ukoo unasema jamani tukutane, mimi kwanza mkutanage ni matajiri, mimi sina hela. Jamani serikali fanye, mimi hapana. Chama kisema, yani analalamika. Yaani yeye ni kulalamika kila kitu. Kanisa likisema analalamika. Unajua kwamba hajakombolewa kifikra. Hiyo ni dalili. Dalili nyingine anakwazika upesi kule. Anakwazika haraka sana. Na sasa hivi kwa taarifa yako, kama ulikuwa hujui, kipindi unachoongoza ni cha watu kukwazika haraka kweli. Watu kukwazika haraka kweli. Ukienda msharika wa Merinzo, gani unamwambia, jana kwenye baraza tumeamua hivi na hivi. Na ninyi mmezidi. Usikama na ninyi mmezidi. Yaani anakwazika haraka sana.
Kwa hiyo utakuta hata anayezungumza anachagua kweli maneno, yaani anaenda taratibu. Ndio utasikia kwenye vikao ya wazee wa kanisa, hili tukilipeleka hivi unafikiri watanielewa? Manake watu wanakuazika. Hivi tukifanya unafikiri watu watalipokea? Unajua kwamba watu wanakuazika. Yaani mpaka kwenye familia. Tatizo liko kwenye fikra. Ni dalili ya kwamba kuna shida kwenye fikra. Ni kubwa sana. Hata kwenye taifa. Yaani taifa linapata raha tu kwa sababu lenyewe kilifanya mchezo nguvu ya dola hiyo. Lakini mahali pasipokuwa na nguvu ya dola, watu wanakuazika. Inabidi mtu aende taratibu. Kama anaandika barua, yani inabidi arudie mara 20. Na ndio maana siku watu wanaandika message. Wanaomba kuandika barua. Kama message kafupi tu, tena kenyewe kamekatwa maneno. Nini? Akiandika maneno mengi watu wanakuazika. Lakini bado wanaweza kuwazika. Na ndio maana nilizungumza ile ya mahusiano kuvunjika. Yanavunjika kweli. Yaani watu wanakuazika haraka sana. Hata talaka ni nyingi kweli. Yaani watu kiuliza anakuazika kitu kidogo sana. Tatizo liko kwenye fikra. Sasa hivi milolongo ya talaka mahakamani ni nyingi. Inawezekana hata badani zikawepo. Nani hapa hamna. Ni nyingi hapa ndani, msijuka kuanzika bure. Sije nikathibitisha kwamba watu wanakuazika. Mage siku moja kuna mtu alikuwa anasema kwamba unajua kwa kawaida watu wanakasirika ovyo sana. Wanazungumza hivi. Akasema eti fulani sio kweli. Alikasirika. Yaani kuthibitisha kwamba watu wanakasirika. Yaani alipoulizwa alikuwa unajua siku watu wanakasirika haraka sana. Eti fulani sio kweli. Aliyoulizwa akafikiri kwamba yeye ndio huwa anakasirika. Kwa hiyo akakasirika. Somo likawa limeeleweka kwamba kweli watu wanakasirika, wanakuazika. Kwa hiyo wanakuazika ovyo. Kwa hiyo yani unatakiwa kuwa makini kweli unapoongea. Wanakuazika. Ndio maana unakuta wanasema hivi, mahali ambapo hakuna tatizo, ukimkanyaga mume wako, kama hamna tatizo, ukimkanyaga mguu anasema samahani, niliweka mguu vibaya. Lakini ngoja penye kukuazika, yani kwingine kote kwa kukanyaga hakupo, mpaka unakuja kukanyaga mguu wangu. Samahani, nilikuwa sio ni. Kwa hiyo huoni tu mguu, mbona hujakanyaga kitu? Hayo ndio yanayoendelea. Yaani ndio yanayoendelea kuonyesha kwamba kuna changamoto ya kwenye fikra. Kwenye fikra. Lakini pia wanajibu, dalili ya mtu ambaye hajakukula fikra, anajibu kwa jazba. Yaani wewe mnabishana kitu, mbona usiongee taratibu? Yaani wewe kitamtano uone kinachoendelea. Ndio hali halisi iliyopo, ambayo sasa wewe na mimi tunatakiwa kuibadilisha. Kwa kwanza kubadilika ni sisi. Manake wewe kiongozi ni sawa sana na dereva. Juzi nilikuwa nasoma kule Kahama, mtu mmoja alijirusha barabarani kakanyagwa na lori, lakini dereva amekamatwa kwamba ni mzembe. Mashuhuda wanasema tulikuwa tunamzuia kabisa, kila gari ikipita anataka kujirusha anasema mimi nina upako wa Yesu, mimi nimejaa upako wa Yesu. Sasa nilipokuja lori moja akajirusha, akapitiwa na tairi la nyuma, dereva akakamatwa kwamba ni mzembe. Amekamatwa kwamba ni mzembe kwa sababu wewe ndio mwenye akili timamu. Kwa hiyo unatakiwa unapoendesha gari ujue kwamba kila mtu ni kichaa.
Yaani hata mimi nikiwa barabarani dereva nione kwamba ni kichaa, kwamba unaweza wakati wowote ule baada ya kwenda hivi ukarudi hivi. Sasa kiongozi wewe ndio mwenye akili timamu. Yaani unapoongoza mtu yoyote akikukasirisha wewe ukajibu kwa jazba, manake na wewe umemwiga. Yaani tunakuwa sasa ni chao wawili tunakutana. Tunakuwa ni chao wawili tunakutana. Sasa lazima awepo anayejitambua kwamba hivi kweli kuongoza sio kazi nyepesi. Kwamba kuongoza sio kazi nyepesi. Kwa hiyo aweze kumsaidia upande wa pili. Iwe kwenye kwaya, iwe fellowship, iwe mzee wa kanisa, uwe mwinjilisti, uwe mchungaji, ujue kwamba kuna watu watajibu kwa jazba. Lakini dalili nyingine, wanakata tamaa. Wanakata tamaa upesi. Wanakata tamaa upesi. Wanakata tamaa. Nyingine, wanajidharau. Wanajidharau. Najua tofauti na mtu ambaye amekombolewa kifikra. Mtu aliyekombolewa kifikra hajidharau. Hizo ni dalili za mtu aliyekombolewa kifikra. Sasa niunganishe anayejidharau na asiyejidharau. Unajua, ukiona mtu analalamika anasema mimi watu wananidharau, ujue kwamba umejidharau mwenyewe. Yaani kabisa, yaani kama wewe unalalamika kwamba mimi watu wananidharau, ujue kwamba umejidharau mwenyewe. Kwa nini? Nishawahi kuona siku moja watu wawili wamegombana. Mmoja akasema hivi, yaani umenisema mpaka nikitembea humu njiani naona miti inanizomea. Hivi kweli ile miti pale naiona upepo unapuliza inafanya hivi, inakuzomea wewe? Au unajizomea mwenyewe? Unajizomea mwenyewe. Unajizomea mwenyewe. Kwa hiyo nguvu yako ya fikra ikiwa ndogo, ni kweli utajidharau. Ni kabisa utajidharau. Sasa nitakupa mfano, nikwambia hiyo nitakwambia baadaye. Ngoja nikwambie sasa. Hata kama mke wangu hayupo, ngoja nikwambie. Wakati mimi ninaoa nilipata kashfa ya kwamba ni maskini. Kwa hiyo wasimamizi walikimbia, nikakamata pale chuoni kwa ghafla. MC kanikimbia, kamkamata mzee Mhewa usiku. Tunasoma wote ndio Mhewa, kaenda kukamata saa 7 usiku. Wengine walikuwepo sio kina nani, kwa mwaka 90. Mwaka 90. Nini wanasema? Tutafanyaje? Tutasimamiaje? Tutafanyaje kwenye harusi ya kimaskini kama hiyo? Tunajiaibisha. Tunajiaibisha. Hivi ilikuwa kweli au ilikuwa uongo? Yaani naomba nisaidie tu. Ilikuwa kweli au ilikuwa uongo? Ilikuwa ni kweli. Ilikuwa ni kweli kabisa, ilikuwa maskini. Kweli kabisa. Yaani hawakusema uongo hata kidogo. Hata kidogo walikuwa sahihi. Kwa sababu mimi nilichokuwa ninamiliki wakati ninaoa, nilichokuwa ninamiliki ni begi langu la nguo tu. Yaani nikitoka pale nyumbani nimebeba begi ndio nimeondoka mzima. Hata nisiporudi hatudaiani na chochote na mama. Hatudaiani chochote na mama. Hatudaiani. Kwa hiyo walikuwa sahihi, walikuwa kweli. Hawakunisingizia, walikuwa wanasema ukweli kabisa. Hata nyumba ninapohamia sina nyumba. Nipo chooni nakumbuka nilichukua, wacha kucheka leo nitakuonyesha. Banda lilikuwa la vihenge. Lilikuwa la vihenge. Tena yule bwana itabidi uende ukachukue picha, akupeleke na ukachukue picha utaunganisha na mkanda. Banda lilikuwa la vihenge. Nakumbuka alikuwa na bati 9 upande huu, bati 9 upande huu. Hata idadi ya bati nalipo mpaka leo. Nilibomoa vihenge. Kwenye nyumba ya mama ilikuwa aliko nyuma. Nasema ya mama kwa sababu baba alikufa na miaka 13. Nilikuwa aliko nyuma hivi. Nikatoboa mlango. Mjomba kanifundisha kupiga lipu bila simenti. Kwa nikapiga lipu bila simenti, nikatengeneza chumba. Halafu
Nikaja huko sasa nafanyeje sasa, nataka nitoke na godoro langu. Nikaja hapa mjini kununua godoro, hela hazitosha. Mke wangu alikuwa mwalimu hapa Center, mwalimu wa chekechea. Nikamwambia sasa nimekuja kufanya shopping. Sasa godoro nitanunua la pamba kwa sababu hela hazitoshi kununua godoro la sponge. Akasema acha kununua blanketi, kanunue godoro. Sasa blanketi nafanyaje? Siwezi kutoka na blanketi za kwa mama, kwa mimi similiki zile. Akasema kuja kuchukua hapa. Akazileta hapa Center. Kaja nikabeba, nikaunganisha na godoro, nikaenda nazo. Nikawa na godoro. Nikawa ndio cha kwanza kabisa. Yaani mali ya kwanza kumiliki ni kwa godoro la sponge. Kitanda sina, bango. Sasa bango tutapika godoro la harusi. Nikawa mchana unaweka godoro bali unafunika vizuri kabisa. Mtu anaona kitanda lakini usiku linashushwa chini. Hapo asubuhi kama linarudishwa. Mpaka ikakuja kuchonga kitanda baada. Na hivi. Sasa walikuwa wananisingizia lakini sikukubali kujidharau. Sikukubali kujidharau. Tena niliposikia yale nilimshukuru Mungu. Siku moja kabla ya harusi nikawa napita mitaani nawaambia karibuni kesho kula kande. Nimepita na karibisha watu nikijua kabisa hamna kande, chakula kipo na kila kitu kipo. Lakini mwingine angenyongonyea, sasa wananidharau. Walikuwa wamenidharau mwenye kabisa. No, mimi ninajua. Ila mwaka 2020 nilimuuliza mke wangu ikiwa ni miaka 30 ya ndoa. Nikamuuliza, "Hivi ujiaminije kuolewa na mimi wakati kabisa watu walikwambia na ulikuwa unajua sina kitu? Hivi ulianzaje? Ulijiamini?" Akasema, "Nilijua una akili timamu na mimi nina akili timamu." Ndicho nilijua tutatoka. Aliposema hivyo nienda sasa mimi nikachukua hela kabla ndoa na utembelea. Sasa kuja nayo kwa nimeazima kwake. Maana gari yangu nipika kila mtu anajua. Kiona anaendesha ndoa ujue nimeazima kwa yule binti. Unajua nimeazima kwa yule binti. Kutu wengi tunajidharau wenyewe. Sasa sasa kujitambua na kwamba wewe akili zimekombolewa, hukubali kujidharau. Lakini sifa ya pili ya mtu aliyekombolewa kifikra, sifa ya pili nimeunganisha asiyekombolewa na aliyekombolewa. Sifa ya pili, kazi zake zina mpangilio. Yaani kabisa tukiziona kazi zake zina mpangilio. Huwa anaanza kuonekana kabisa takiwa mdogo mpaka kazi zake na mpangilio. Halafu wataalamu wa saikolojia eti wanasema hivi, mpangilio wa kwanza na mafanikio ya kwanza ya mtu huwa yanaonekana alipolala. Yaani akiamka asubuhi nenda kaangalia alipoamka ndio unagundua ni mtu wa namna gani. Wanasema inaanza kwa kutandika kitanda. Na wanasema kutandika kitanda ni moja ya mafanikio ambayo mtu anaanza nayo kwa siku. Yaani anasema hata siku ikienda vibaya siku nzima, yaani umeenda kule dukani umeshinda, hakuna mtu aliyekuja kununua chochote, lakini ulitandika kitanda asubuhi, ulishafanikiwa. Unajua ilibidi nianze kuuliza kwa nini kwenye mashule sheria kutandika kitanda ni sheria. Hizo shule za bodi kutandika kitanda ni sheria. Ni saikolojia ya kwamba unatengeneza kichwani tangu asubuhi. Kwa hiyo mafanikio ya kwanza yanaanzia hapo. Alafu mimi namshukuru Mungu anatandika kitanda hata kama hotelini. Hata kama najua kwamba saa 4 watakuja watatandua, mimi nikitoka natandika. Kwa sababu kichwa kinampangilio. Huwa najua tayari nimeshafanikiwa moja. Kwa hiyo kila nikiamka nakuwa na mafanikio.
Sasa siulize nyumbani wa mwisho kuamka ndo anayetaka daftari. Sifa ya tatu, anajiamini. Mtu aliyekombolewa kifikra anajiamini. Sio kwamba anajivuna. Kuna tofauti ya kujivuna na kujiamini. Kwa sababu kuna watu wengine akijivuna, mimi unajua niko hivi na hivi, anafikia anajiamini, hakwenda kujivuna. Lakini kujiamini ni kwamba unajua mtu anayejiamini hata akikosea anakuwa rahisi kwamba jamani, hili kwa kweli nilikosea. Lakini ambaye hajiamini atajitahidi kufungia kila kitu, akikosea mimi sikukosa. Anajiamini, jamani binadamu wanakosea. Nakumbuka siku moja wakati nasoma Norway mwaka 94, tulilalamika kwa mkuu wa chuo kwamba mwalimu wa somo moja haeleweki. Tulipolalamika, yule mwalimu alikuja darasani. Anajiamini kweli, akasema jamani, nimepata malalamiko yenu kwamba hamnielewi. Ni kweli jamani, yani sieleweki hata kidogo. Mwenzao yani mpaka mmenichongea kwa mkuu. Yani kweli sina hata kitu kidogo. Sina hata kitu kadogo kwa kuwasaidia. Sasa mle ndani tulikuwepo wachungaji 4 ule darasa, ilituuma. Yani kwamba tumeona yani kana kwamba kweli hawezi kitu, baada ya kumsaidia tumemshtaki. Karudi anajiamini, karudi anasema yani kweli sieleweki, yani hata hampati hata kitu kadogo kutoka kwa mimi mwenzetu. Tukaanza kujitafakari, hivi ni kweli hatujapata hata kitu kadogo? Tukasema hapana, yani kidogo tunapata. Sasa mbona mmesema mbele sieleweki? Sasa asiyejiamini angezira na asingerudi kufundisha. Hilo darasa asingefundisha. Lakini alirudi sasa, hebu mniambie basi leo tatizo langu basi. Yaani mnielewe kabisa. Tukamwambia sasa inawezekana unasoma hizo notes haraka, basi unasoma taratibu. Au utupe kopi ili tuwe tunafuatilia wenyewe. Akatupa kopi kwa tunafuatilia. Lakini anajiamini. Kama hajiamini nakwambia angezina. Na watu wengi akiambiwa tu kitu, wewe unajua umekosea na anazira. Kama unasema mimi siwezi, basi kuna tunaona hata kwenye kamati. Yaani mtu akiambiwa kwamba ulikosea anazira, anaambia basi fanyeni wenyewe. Ujue kwamba ukiona unazira kujiamini na hujakombolewa kifikra. Lakini sifa ya 4 ya mtu aliyekombolewa kifikra, anageuza changamoto kwa fursa. Yaani changamoto zinazokuja anazigeuza kwa fursa. Yaani sasa hivi wewe unapolalamika kwamba hapa mjini watu wamejaa, mwingine anakaa chini anasema hivi nitakulaje hela ya watu wote na watembea? Hivi vitu atafanyaje? Wewe unapolalamika mwingine anakaa chini anasema hivi vitu atafanyaje? Sio inachoja kupata hata shilingi 100 kwa watu wanaopita. Anageuza changamoto kwa fursa. Halafu mtu aliyekombolewa kifikra anaweza kufanya kazi yote mahali popote. Sasa ukiona watu wanachagua, ndio maana nazungumza mimi nagombana na vijana wengi. Wanachagua mno kazi. Yaani kuna kazi nyingine zingeweza kuwalipa lakini wanazichagua. Mungu ashukuriwe, sasa hivi Njombe iko vizuri. Wanaoendesha bodaboda wana degree zao. Wanaendesha bajaji wana masters zao. Siku moja mwingine aliingia kwenye bajaji akaanza kujidai anaongea Kiingereza na hivi, afa kashangaa mtu wa bajaji anajibu. Akashtuka. Kumbe jamaa sio nani, shule ipo. Halafu walioirusha kinani kimoja hivi, vijana wa chuo kikuu walikuwa wanashindwa hesabu ngumu kweli ya chuo kikuu. Jamaa bodaboda limekaa linasubiri abiria akasema hiyo unafanya hivi na integrate unafanya kazi. Wakasema wewe unajua hata integration? Akasema mbona mimi nimesoma mpaka na engineering. Una degree ya engineering? Ndio. Hizi zilikuwa zinanisumbua sana. Sasa halafu naendesha bodaboda. Anasema wewe nenda kasome chuo, tutaonana, ukirudi utaniambia. Nenda kamalize chuo ndio urudi niulize. Usiniulize kwa nini nauza maandazi. Usiniulize. Sasa mtu ambaye fikra yake imekombolewa kwa kweli ana uwezo kufanya kazi yote. Sasa sio kwamba aende kuuza useme alisema anafanya kazi yote. Ni star. Anafanya kazi kama mtu wa Mungu.
kama yoyote, na ziko nyingi, huyo amekombolewa kifikra. Lakini sifa ya 6, ana uwezo wa kuishi na mtu wa aina yoyote. Na mtu wa aina yoyote. Yaani unasema nyingi, ukiona unashindwa kuishi na watu, tatizo sio la wao, utakwako. Usiwalaumu, tatizo ni kwako. Kwa sababu kama umekombolewa kifikra, unaweza kuishi na mtu wa aina yoyote. Huwa tunasema kwa vijana, walimu wa saikolojia wanasema, ukitaka kujua tabia ya mtu, angalia marafiki zake. Sio kweli kila siku, sio kweli. Au wanasiasa wanasema, ukiwa na wala rushwa 9, marafiki zako utakuwa wakuu. Sio kweli siku zote, sio kweli siku zote. Kwa sababu kuna wengine wanafanya kazi za kuwabadilisha hao wenye mwenendo mbaya wafuate, wawe na mwenendo mzuri. Kwa hiyo anaweza kuishi na mtu yoyote na kubadilisha. Mimi nakumbuka nikiwa kijana, marafiki zangu walikuwa nakutana wengi walikuwa na tabia mbaya. Lakini huwezi kuniingiza kwenye moja ya tabia mbaya. Na haikuwahi kutokea. Sana sana wazazi walikuwa nasema, hebu wasaidie hao wenzako. Kwa sababu walikuwa wanajua msimamo wangu kwa wazi. Hebu wasaidie hao wenzako. Wasaidie. Namshukuru Mungu kwamba nilitambua mapema sana. Hata mke nile naye nilitafuta nikiwa shule ya msingi. Wewe uchumba umekaa miaka 10. Nilitafuta tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 81, tukaoana tarehe 5 mwezi wa 9, tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 90, miaka 10. Kwa sababu nilikuwa najitambua. Sasa hilo ni somo la vijana, sio kweli. Nyinyi vijana mlioko hapa, tutafanya hilo somo letu. Anaweza kuishi na mtu yeyote. Mifano miwili ya watu ambao walionyesha kwamba wamekombolewa kifikra. Mifano miwili. Mfano wa kwanza ni wa Robert Mugabe, rais wa Zimbabwe. Robert Mugabe, unajua alikaa sana madarakani. Amekufa akiwa na miaka 93, akiwa bado nadhani ndio alikuwa bado karibu madarakani. Sasa waandishi wa habari wachokozi wakaenda kumuuliza, Mheshimiwa Rais Robert Mugabe, utawaaga lini wananchi? Yaani waliogopa kumwambia umekaa sana madarakani. Unajipende kumwambia umekaa sana madarakani. Ndio tunamwambia mheshimiwa, wewe umekaa sana madarakani. Sasa hilo swali lenyewe halikuwa jepesi. Ukipata kiongozi kichao unatiwa ndani. Tena anasema, nani amemruhusu mwandishi habari kuingia hapa? Kamata tia ndani. Yeye ananiuliza kwamba mimi nimekaa kwa madarakani. Yaani atageuza swali kwamba umemuuliza kwamba kwa nini hatoki madarakani. Mugabe wala akacheka. Akauliza, kwani wananchi wanaenda wapi? Yaani ni waage, kwani wanakwenda wapi? Maana kama wanaondoka nitawaaga, lakini mimi nipo. Kama wanaondoka waambieni niwaage. Sasa angekuwa hajakombolewa kifikra, hilo swali sio halina usalama kwa anayeuliza swali. Lakini kwa nini kombolewa kifikra wangu? Anacheka ndio, kwani wanaenda wapi? Akaogopa kuuliza swali la nyongeza, akaondoka. Kabisa akaondoka. Lakini mwingine ni Nelson Mandela aliishi kwenye nchi yenye ubaguzi wa rangi mkali sana, Afrika Kusini. Sana. Na haikuwa rahisi. Sasa akiwa anasoma chuo kikuu, anasoma sheria. Mwalimu wa sheria alikuwa anaitwa Peters. Siku moja wakati wa mapumziko ya chakula, mwalimu amechukua chakula, amekaa kwenye meza anakula. Nelson Mandela kwa uchokozi naenda akachukua chakula, kaenda kakaa pale. Alipokaa, profesa akamwangalia kwa hasira, hapo akamwambia, Nelson, hivi hujui kwamba ndege na nguruwe hawataki kula pamoja? Yaani kabisa amekasika. Ndege na nguruwe hawataki kula pamoja. Hivi nguruwe ni nani? Naam. Nguruwe ni Mandela au ni mzungu? Sasa unasikia tatizo linapoanza ni pale unaposema wewe
nguruwe ni Nelson Mandela. Ndipo tatizo linapokuwepo. Kwa sababu ndipo nani aliyekuambia kwamba amesema wewe unaondoka unaenda kusema mzungu amenitukana ameniambia mimi nguruwe, unajitukana mwenyewe. Kwa sababu akili haijadadi, fikra haijakombolewa, unajitukana mwenyewe. Na watu wengi ukiona hata mahusiano ndoa zinaleta shida ni tafsiri. Ni tafsiri. Unasema alinitukana, alinisema, alifanya nini? Wewe sikiliza kesi nyingi tu ni tafsiri kwa sababu ya shida ya fikra za kwetu. Lakini waliokombolewa kifikra nyamaze. Mandela akasema hivi, Profesa usiwe na mashaka, mbona ndege ataruka zake? Akachukua chakula, ndege karuka. Kaenda kukaa meza nyingine, kamwacha nguruwe amekaa kwenye kiti. Profesa kagundua kwamba ametukanwa, kwamba yeye amemgeuzia kibao kwamba yeye ndio nguruwe. Waliporudi darasani, kamrushia madongo mengine. Kasema hivi, wewe Nelson, fikiria kwamba umeenda kule mjini kule Njombe mjini. Hafu umeokota masanduku mawili, moja limejaa hekima na nyingine limejaa mahela. Unachukua lipi? Akasema mahela. Akasema wewe akili hamna. Unachukuaje hela baada ya kuchukua nani? Kuchukua hekima? Akasema profesa, kwani kila mtu anachukua ambacho hana? Yaani wewe huna hekima ila una hela, chukua sanduku la hekima. Mimi hekima ninayo ila sina hela. Kwa hiyo ninajichukulia hela. Wewe ambaye una hekima chukua sanduku la hekima. Kila mtu anachukua alicho nacho. Yaani unamuona kabisa kwamba huyu mtu yaani amejikomboa. Sasa akaamua, alikuwa amekaa, profesa alikuwa anasahisha mitihani, akaamua kwenye karatasi la Mandela kaandika kwa wino mwekundu hapa juu, kaandika idiot, manake ni jinga wewe. Halafu kamrudishia Mandela. Mandela kasoma, kaona ameandika pale juu jinga wewe. Kafikiri, kawaonyesha wenzake jinga. Halafu akamgeukia mwalimu, akasema samahani mwalimu, ninaona tu hapa umeandika jina lako kwenye karatasi yangu, lakini huko ndani mbona hujaniandikia max? Yaani manake yeye ndio jinga. Sasa wewe ungetoka unalalamika kule wamenitukana, wamesema mimi jinga, unajitukana mwenyewe. Sasa kama kiongozi, hebu uwe na fikra pana. Tunaongoza kipindi ambacho sio chepesi sana. Vinginevyo utakuwa unakwazika kila siku, utakuwa unaumia kila siku, utarudi nyumbani uli chakula, eti kule wamesema, tusifikiwe wamesema nani? Ambaye hasemi hayupo. Lakini kama uko, utasema. Ila usikuseme kwamba umefanya wewe umefanya, usikusingizie kweli. Ila wakuseme kwamba huyu anatekeleza majukumu yake. Siku ya kumwaga rasmi kwa ibada Askofu Kinyunyu pale Dodoma ilikuwepo. Kwenye hotuba yake nilikishika kitu kimoja. Alisema, ninaomba radhi kwa yale yote ambayo niliwakosea. Maana mimi ni binadamu. Naomba unisamehe. Lakini yale ambayo naamini mlikosea nishawasamehe. Ila yale ambayo niliwakosea kwa sababu nilikuwa ninatekeleza majukumu yangu, hayo sio miradi. Alisema wazi. Sasa na wewe unataka unapigwa vita kwa sababu unatekeleza majukumu yako ya kiongozi wa kwaya. Unatekeleza majukumu yako ya kiongozi wa fellowship. Unatekeleza majukumu yako ya mzee wa kanisa. Halafu unapata changamoto, unaanza kuzila, unaanza kulalamika, wala usilalamike. Kwa sababu Mungu amekuweka hapo kwa kusudi lake. Mungu awabariki. Nimezungumza machache leo, mengi yatapatikana kwenye kitabu hiki. Usipokinunua leo kiko hapo
Ike kwa jeni hapo shilingi 5,500. Leo nimekuja nalo chache hapa, nitapatikana hapa. Nimesema mambo machache, lakini kama wana kijana, huwa nasema vijana ni vema wawe navyo, lakini pia na wewe uwe nacho. Kuna mambo mengi sana yanayohusiana na swala la kujitambua na nguvu ya fikra. Tutapunguza sana migogoro. Maana umri utakuwa unajiona, lakini kumbe nalalamika. Na mnakumbuka siku ile hapa nilimwambia msaidizi wa askofu, bahati mbaya leo amekwenda kwenye msiba, tulikuwa tuwe wote. Mzee Pengela amefiwa na mamake Blaze, yule mama wa tegemea ambaye ndio anamtunza mzee Mdee, amefariki amezikwa leo. Ndio tulikuwa wote. Lakini siku ile nilisema ukisha kuwa kiongozi unapoteza sifa ya kulalamika. Yaani ukisha kuwa kiongozi unapoteza sifa ya kulalamika. Kwa hiyo niwaambie na nini, kwa kuwa tu viongozi mmeshapoteza sifa ya kulalamika. Yaani kulalamika kwako hakupo. Ila ninyi ndio watu wa majibu na watu wa suluhu. Ndio kazi yenu. Sasa ukiona mzee wa kanisa anasema kwa sababu sio mtu kulalamikia kuambia washirika kwamba hata wewe unijua. Zamani naona kule nimeshindwa kutoa majibu. Sasa nimeona nije nikuulize. Sasa wewe ndio unalalamika au mchungaji analalamika. Hata mimi sisi sasa tunakuuliza kwa nini? Au kwa nini wanalalamika tunakuuliza sio? Kwa hiyo umeshapoteza sifa ya kulalamika kabisa. Hata kama unasema sasa hivi ni kipindi cha watu kulalamika, wewe hiyo sifa huna. Ujuaje huna kabisa. Yaani sio hata mimi sijui. Sifa ya kulalamika umeshapoteza. Au kutafuta majibu. Hiyo ndio kazi yako. Uwe kiongozi wa kwaya, uwe nani. Hapo kisha wala tu unaitwa kiongozi. Wewe ndio unatoa majibu. Sasa hivi mzazi akilalamika pale nyumbani kwa watoto, wewe unatoa majibu nani? Naam. Ni mzazi akilalamika pale, umetoa majibu ni nani? Unapoteza nani? Unapoteza nafasi.